Ndugu yangu Muislamu, tukiendelea, anasema ya kwamba wanachuoni waqad tadaharatil adilla, hakika dalili zimekuja nyingi ambazo zilizokuja kudhihirisha swala hili, minal kitabi was sunna, katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqwalul a'imma, na maneno ya wanazuoni, ala wujubil amal bil ilmi. Zimekuja dalili nyingi sana katika Qur'ani na Sunna, wa aqwalul a'imma, na maneno ya wanazuoni maimamu, ala ujubi, kuja kutuonyesha uwajibu wa kufanyia kazi bil ilmi, elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wengi leo wamesoma katika miji yetu hii, ina neema ya walimu, lakini wamekosekana wale ambao wenye kuifanyia kazi ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo walienda kuitafuta. Wao walienda kutafuta ili wapate majina ya kuonekana kwamba huyu ni ustadhi alienda kusoma Madina, huyu ni ustadhi alienda kusoma Misri, huyu ni ustadhi alienda kusoma Tanzania, huyu ni mwalimu, lakini wakaacha lengo na mazumuni ya kusoma si kutafuta tu umaarufu ya kwamba ulienda kusoma. Lengo afadhali upate umaarufu wa kuonekana kwamba jamaa fulani alhamdulillah utokaji wake umeleta natija katika mji wetu, pale ambapo aliporudi basi akaonyesha kile ambacho alichokaenda kukisoma. Lakini wengi wetu walienda kusoma wakarudi wakakaa tu basi katika meza, wakaanza kufanya mipango yao, amali zao za kutafuta ulimwengu na utafutaji wa umaarufu, waonekane na watu kwamba wao ni wataalamu wa kuzungumza Kiarabu, wao ni wataalamu wa kuzungumza Kiingereza, wao ni wataalamu wa kuzungumza Kireno. Ndugu zangu Waislamu, haya mambo tujue ya kwamba tunaikosea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo si kwenda kusoma ukarudi ukakaa tu na ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hiyo al-ilmu amana, amanatullahi, elimu ni amana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila amana lazima ipewe haki yake. Kwa hiyo hapa wanazuoni wanatuambia ya kwamba kuna uwajibu mkubwa wanadamu wa kutafuta ilmu, na wakitafuta ilmu waifanyie kazi, na miongoni mwa kazi ni kuwasomesha watu, ni kuwalingania watu wamjue Allah, na kuwatahadhari watu kwamba dunia si lolote si chochote. Dunia tumekuja kwa muda na tutaondoka kwa muda, na kila mmoja ambaye aliyokuja hapa duniani amewekewa muda wa kwake tofauti na mwenzake. Kwa hiyo lazima, ndugu zangu Waislamu, tufanye bidii ya kutafuta ilmu, tujue namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanachuoni wa tahdhir wameleta matahadharisho minal ilmi bila amali, ya mtu kuitafuta elimu akaifahamu elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, alafu akakosa kile ambacho kimewekwa katika ilmu miongoni mwa malengo, maana yake kufanyia kazi, akaacha kufanyia kazi, basi itakuwa mwanadamu huyu ameingia katika njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haipendelei kazi kama hiyo. Mtu kwenda kusoma akarudi akakaa nayo elimu yake pasi na kuifanyia kazi. Elimu lazima ipitie ndani yake al-amal, matendo. Wa min al-qawli alladhi la yusahibuhu al-fi'l, na katika maneno ambayo la yusahibuhu al-fi'l, yani ayaendani sawa na kitendo, la yusahibuhu al-fi'l wal qawlu alladhi, na kuleta maneno ambayo la yusahibuhu al-fi'l, yani ayasuhubiani, ayaendi sambamba na vitendo. Yani usilete maneno ambayo ayaendane sambamba na kile kitendo ambacho unachokizungumzia. Lazima yani maneno ya mwanadamu na matendo yake, vitu viwili hivi lazima viambatane, viende sambamba. Lakini leo hivi wanadamu wengi ambao waliokuwa ni wajuzi walimu, wengi wanasema lakini kufanya
hawafanyi. Hii ni shida ambayo jamii imeathirika na ikawaathiri wanadamu wengineo. Qala ta'ala, Allahu tabaraka wa ta'ala amesema ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu mulioamini, lima taquluna ma la taf'alun, nini munachokifanya, munasema maneno ambayo nyinyi wenyewe hamuyafanyi. Wallahi kitu kama hiki Allah subhanahu wa ta'ala kinamchukiza sana. Ya ayyuhalladhina, hasa wakifanya wale waumini, kwa sababu kuna waumini na kuna waislamu. We ambaye uliyomwamini Allah tabaraka wa taala, usizoee tabia kama hii ya kusema maneno pasi na kuyafanya. Wa minal qawli alladhi la yusahibuhu alfi'l, na maneno ambayo hayasuhubiani, hayaendani sawa na yale matendo, basi itakuwa hayo yatakuwa ni madhara makubwa sana kwa mwanadamu ambaye anauelewa wa dini yake. Dini inatakiwa iendane na mambo haya matatu. Jambo la kwanza ambalo inabidi liendane sambamba na hii dini, kitu cha kwanza al-i'tiqadu, uwe na nini? Aqida, uwe na imani ya kuamini kile ambacho unachokifanya na unachokisema na unachokisema, lazima ufanyie kazi hiyo, uwe na aqida nacho kitu hiko. Kitu cha pili, hii dini inatakikana ufanyie kazi al-amalu, ufanyie kazi kile ambacho ulichokiitakidi. Alafu kitu kingine baada ya al-amal, na al-amalu ukishakifanyia kazi, basi kitu kingine pia inabidi uwasaidie wenzako kile ambacho ulichokisikia na ukakisoma, lazima uwagawie wenzako. Hiyo ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inavyotakikana, walinganie wenzako. Ndugu zangu Waislamu, na usiseme pasi na kuyatenda. Ina maana uyaseme na uyatende, uyafanyie kazi. Hapo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa radhi na wewe. Lakini akasema Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, lima taquluna, kwa nini musema maneno, muaimiza watu, ma la tafaluna, matendo ambayo nyi wenyewe hamuyafanyi. Allah tabaraka wa taala akasema, kabura maktan inda Allahi, wallahi jambo hilo ni kubwa katika chuki za Allah subhanahu wa ta'ala zinazomchukia ni mtu kusema maneno pasi na kuyafanya yeye mwenyewe. Antaqulu ma la tafalun, kuyasema maneno ambayo nyi wenyewe amuyafanyi. Allah tabaraka wa taala anasema linamchukia sana jambo kama hilo. Kwa hiyo ndugu zangu Islam, katika aya hii tunajifunza ya kwamba maduati inabidi wafanye kazi ya kuwa wao ni vigezo vilivyokuwa vizuri, wa yale ambayo wanayanena basi wayafanyie kazi, kwa kile ambacho walichokinena wakifanyie kazi, ili wale wanaowaambia nao wahamasike kupitia hawa maduati. Allah tujalie tuwe miongoni mwa watu ambao tunaosikiliza na tukafahamu kile kinachosema, tukifanyie kazi. Al-amalu bil-ilm, tufanyie kazi nini? Ilmu zetu. Wal-bu'du 'anil ma'asi, tukikatazana na maasi, tukikatazana na maovu na mambo mengine ambayo yanamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, basi muumini inabidi awe tayari, asiwe mgumu. Lakini leo tunakuwa wagumu kwa sababu nyoyo zetu zimekufa, kama alivyosema Ibrahim ibn al-Adham.